Nimefeli tena jamani, nitaenda kumwambia nini mama? Atonielewa kabisa kwa nini mimi Mungu. Ngoja tu niende nyumbani, sina jinsi. Nikamwambia tu mama nisikia atanambia nini mara hii. Mama, matokeo yametoka ila nimefeli tena. Nilijua mbogeba mzigo yako urudi kunyumbani usipoteze muda. Lakini mama, sio kwamba nimefanya kusudi. Nimesema uje nyumbani, sitaki kuharibu pesa zangu mimi. Ila mama atakuwa sahihi, sina ninachokifanya huku chuo kila siku na feli. Bora nirudi tu nyumbani. Mama, nimepata scholarship tayari kwenye ile shule niliyokuambia. Hongera mwanangu, afadhali utaniheshimisha. Alafu nilisahau, mimi na mpenzi wangu tumeshapanga tarehe ya harusi. Lazima olewe na tajiri mwanangu. Mbona hujatuambia tarehe ni lini hiyo? Wewe inakuhusu nini? Huku yako yamekushinda. Hebu tulia huko. Kuna mwingine kazi yake ni kufeli tu kila siku. Yaani ana faida kabisa. Mama, kwani nimefanya kusudi? Wewe endelea kujiendekeza, utakuwa mfanyakazi humu ndani na uli bure. Mama, nitajitahidi na mimi. Utajitahidi wapi huku umeshashindwa? Yaani najuta atakukuzaa wewe. Mama, nisamehe tafadhali. Kaeni na huyu ndugu yenu muongee naye. Sitaki wajinga ndani kwangu. Sawa mama. Yaani kazi yako ni kukaa chumbani na kujiangalia kwenye kiosi ndio? Hapana mama, nimetoka kuoga. Kwani hujui kama kesho familia ya mume wa dada yako inakuja? Najua mama, kwani nimekosea nini? Unahisi ni nani atafanya kazi uko nje kama sio wewe usiye na faida? Nakuja kuzifanya mama, haina shida. Ya Ashura, hebu amka hapo ukaoshe basi hata vile vyombo, kazi zote nafanya mimi. Kwani wewe una faida gani humu ndani? Unanijibu hivyo Ashura? Kwani uongo shule imekushinda, kilichobaki wewe mfanyakazi wetu wa ndani. Ashura, nitakupiga ujue. Nipige nikuonyeshe, tena unikome hasira zako usizimalizie kwangu. Mnabishana nini hapa sebuleni? Ni huyu mwanao ananilazimisha mimi nifanye kazi, huku ni kazi zake mwenyewe. Hivi wewe si nimekwambia ufanye kazi? Kwa nini unakuja kumsumbua mwenzako? Nisamee mama, lakini mimi sio mfanyakazi. Unahisi nani atafanya? Umeshindwa kusoma, inabidi wasaidie wenzako kazi. Lakini kwa nini mama? Usiniulize maswali mengi. Hebu toka hapa sebuleni ukafanye kazi. Sawa mama. Ngoja nipumzike kidogo jamani, nimechoka sana leo. Yaani nimekuambia ufanye kazi, wewe huko ukujikoni unachezea simu si ndio? Nimepumzika tu mama. Umepumzika, umefanya nini kikubwa? Umeshindwa kusoma, utafanya kazi hapa nyumbani liule. Lakini Nyamaza, sitaki unaambia ujinga mimi. Naomba usimame ufanye hizo kazi haraka. Lakini mama, mbona wengine wamekaa tu? Wamekaa kwa sababu wana faida. Ashura mwenzako amepata scholarship, vipi wewe uliyeshindwa kusoma shule? Sara anaolewa na mwanaume tajiri. Lakini wewe uko hapa kujilinganisha na watoto wangu wenye faida. Hivi una akili wewe? Wewe lia tu ila hauna faida yoyote, simama ukafanye kazi haraka. Mama amesema uende ukahudumie wageni, hakuna mhudumu kule nje. Kwa nini wewe usiwahudumie, unashindwa nini? Wewe ndio hauna faida, umndani wenzako wote tunajielewa. Wewe ndio mjinga nyumba nzima. Ashura, mimi ni dada yako. Dada gani ambaye una mbele wala nyuma? Hebu twende ukahudumie wageni, kama utaki naenda kumwambia mama. Ngoja niende tu, natakiwa kuwa na nguvu na pia natakiwa kujua nini natakakiwa kufanya. Mama, huyo mtoto wako mjinga sitaki aje kwenye harusi yangu, ataniaibisha. Usijali mwanangu, atabaki nyumbani, hawezi kuja. Ila nimependeza mama angu, au unasemaje? Umependeza sana mwanao, hakuna bibi harusi ambaye anakuzidi wewe. Aya, tuondokeni jamani, tutachelewa. Sawa tuondokeni. Sawa tuondokeni. Kuna vitu nataka uvipeleke kule ukumbini. Baada ya hapo ondoke urudi nyumbani. Kwa nini mama? Kwa nini mimi sitaki kuwepo kwenye harusi? Watu wakituuliza tutawajibu nini sisi? Au unataka kutuaibisha? Una kazi wala usomi? Sawa mama, ina shida, sitokanyaga huko ukumbini. Peleka hivyo vitu haraka kabla watu hawajaanza kuingia ukumbini wakakuona. Sawa mama. Hivi kweli huyu ni mama yangu jamani? Mbona ananitenga hivyo? Kwani mimi nimemkosea nini?
Unashangaa nini hapa? Hebu weka hivyo vitambaa uondoke. Mama kasema ukakae nyumbani. Mbona una roho mbaya Ashura? Nenda bana, usije ukatuaibisha kwenye sherehe sisi. Fanya haraka. Sawa, asante Ashura, Mungu atanilipia. Yaani hivi vyombo vyote natakiwa kuosha mimi jamani? Ngoja nikamuitia Ashura tusaidiane kuosha. Umemaliza kuosha vyombo? Hapana mama, naomba mwambie Ashura aje kunisaidia kuosha vyombo, ni vingi sana. Unajisikia unachosema wewe? Hiyo ni kazi yako, kaoshe vyombo haraka. Lakini mama, nyie ndio mlikuwa kwenye harusi, mimi hata sijala. Kwa hiyo kama ujala nifanye nini? Angalau Ashura nisaidie kuosha vyombo, hata kama unanikomoa ni kwa aina. Kweli wewe ni mama yangu? Shule imekushinda, una mwelekeo wote kama wenzako. Utanisaidia nini wewe? Bora wewe mfanyakazi wangu. Kumbe ndio hivyo mama. Kaoshe vyombo. Siendi kuosha vyombo mama, na naondoka humu ndani, baki na watoto wako. Hivi huyu mtoto ana akili, nani ataosha hivyo vyombo? Achana naye mama, dada yetu ni tajiri sasa hivi, tutampigia alete mtu wa kuosha. Hatimaye nimeolewa sasa, najisikia mwenye furaha sana. Kuanzia sasa mimi ni mama mwenye nyumba, nitapanga kila kitu. Ngoja niende nikampikie mume wangu chai, najisikia amani sana jamani, ndoto yangu imetimia. Sasa ninaenda kumsurprise mume wangu na breakfast nzuri. Lazima mume wangu ale vizuri ili asichepuke. Mbona huyu mwanaume hayupo? Ameenda wapi jamani? Kwa nini hata hajaniaga? Ngoja nikampigie simu. Mume wangu uko wapi? Mbona umeondoka bila kuniaga jamani? Umepatwa na nini? Na umeenda wapi? Niko njaini naenda kazini. Nilikuwa nimechelewa ndio maana sijakuaga, nitarudi jioni, usijali kuhusu mimi. Unaendaje kazini na ukutuko kwenye hanimuni mume wangu? Ilitakiwa upumzike kwanza tufurahie ndoa yetu. Unadhani kufurahia ndoa ndio kutatufanya sisi tule humo ndani? Ebu acha mambo ya ajabu, naenda kazini ili tupate pesa. Sawa mume wangu, nakutakia kazi njema na uwe na siku njema kazini kwako. Ngoja nikatafute kazi na waahidi nitarudi nyumbani niwashangaze wote. Wananidharau sana, nimechoka. Sasa hapa nitaanzia wapi jamani, na begi langu nitalipeleka wapi mimi? Nani atanipa kazi huku nimebeba begi? Yule sio mdogo Weke na mke wangu kweli. Mbona ana begi, anaenda wapi tena sasa hivi jamani? Shemeji, unaenda wapi na hilo begi? Na mbona unaonekana mwenye huzuni? Natafuta kazi shemeji, kama una kazi naomba nisaidie. Unatafuta kazi na hilo begi la nguo? Ni kazi gani hiyo? Nimeondoka nyumbani ili nitafute kazi nijitegemee. Ebu zunguka upande wa pili uingie kwenye gari tuongee. Sawa shemeji. Kwa hiyo hapa ulikuwa unaelekea wapi? Sina pa kwenda, ila sitaki kwenda kwa dada. Nisaidie tu kazi nitakuwa sawa. Basi tuende sehemu tukale chakula kwanza tuongee kidogo, au unasemeje? Sawa shemeji, haina shida. Nilikuwa nataka kuuliza hiki kitu siku nyingi ila sikuweza kuuliza, naomba unijibu. Haina shida, niulize tu nitakujibu ni nini hicho. Hivyo wewe ni mtoto wa ile familia kweli? Kwa sababu sielewi mnaishije. Ndio, mimi ni mtoto wa ile familia na ni mtoto wa pili kwa mama yangu. Sasa kwa nini wanakuchukulia kama mfanyakazi muda wote? Mimi sijui, ila mama anadai ni kwa sababu nimeshindwa shule. Pole sana. Sasa mimi nitakusaidia, nitakupangia apartment leo na nitakupa kazi ofisini kwangu. Kweli shemeji? Ndiyo, ni kweli. Na kazi utaanza kesho, kutwa kesho ni siku yako ya kupumzika. Asante shemeji. Usijali, kuna mtu nitamtumia maelekezo ili uende akuonyeshe apartment yako utakayoishi, alafu tutawasiliana. Asante sana. Tuondoke sasa nikakukabidhi kwa huyo mtu, alafu mimi nirudi kazini. Sawa shemeji, ila usimwambie dada tafadhali. Yule asikusumbue chochote. Hana cha kufanya mbele yangu, hebu tuondoke. Sawa. Mwanangu, twende tukasaidiani kuosha vile vyombo kipenzi. Mama, mimi nimechoka, mpigie mtoto wako amtume mtu aje aoshe. Wewe sasa, apokei simu, tutaviacha hapo hadi saa ngapi? Viache tu, kwani vina shida gani? Kwanza mimi kuna sehemu naenda. Mume wangu, tangu urudi wewe uko bizetu na pisi yako jamani. Hivi wewe unawaza mapenzi kila muda, utaki nifanye kazi hela utatafuta wewe? Hapana mume wangu, lakini bado tuko honeymoon. Hayo mambo ya zamani wewe, kalale, mimi niko bize sasa hivi, usinisumbue please. Lakini unavyonifanyia sio vizuri kabisa mpenzi. Ebu ondoka, unanifanya nikose kazi zangu, kalale. Sawa basi. Mama, huyu mwanaume sijui hata yukoje, yani ataanijali. Ndio mapema hivyo jamani, kwani amefanya nini? Yani kila muda yeye yuko bize, hana muda na mimi. Mwanangu huyo ni tajiri, muda wote anakuwa bize, ndio tabia zao mwanangu. Hata kama ni utajiri mama, huyu amezidi. Vumilia mwanangu, ni tabia za matajirizo, wala hata kusaidia, hata usijali kipenzi. Ukamanisha huyu mwanaume ameondoka bila kuniaga tena jamani. Mbona hii ndoa ni ya maajabu?
Unafanya nini kwenye ofisi ya mume wangu? Nini kimekuleta hapa? Nafanya kazi hapa, nimeajiriwa. Kumbe hicho ndio kilichokifanya uondoke nyumbani, si ndio? Hapana dada, mimi ni mfanyakazi tu hapa, hakuna jingine. Basi kuanzia leo hauna kazi hapa. Naomba utoke ukatafute kazi kwingine. Kwa nini dada? Lakini nimekosa nini? Nimesema ondoka, kabebe vipago vyako, ondoke haraka. Sawa dada. Mbona unalia shemeji, umepatwa na nini? Dada yuko ofisini kwako, amenifukuza kazi, ameambia niondoke ofisini. Ametoa wapi mamlaka ya kukufukuza kazi? Ebu nyamaza, usilie, ebu twende. Sawa. Aliyekuambia ukae kwenye kiti changu ni nani? Na aliyekupa majukumu ya kufukuza watu kazi ni nani? Mimi ni mke wako, lakini Wewe ni mke, sio msaidizi wangu kazini. Mambo yangu ya kazini hayakuhusu. umepatwa na nini mume wangu? Naomba utoke kwenye kiti changu na urudi nyumbani haraka. Kwa nini unamtetea huyu? Au mtakuwa na mahusiano nyewe sio bure? Tuwe na mahusiano au tusiwe nayo, hayakuhusu, toka ofisini kwangu. Naondoka, ila mtalipa. Usiwe na wasiwasi, mimi nipo kwa ajili yako, hawezi kukuonea tena. Asante sana shemeji, Mungu akubariki. Mama, unaona mtoto wako alichonifanya? Anatembea na mume wangu. Nani huyo tena? Au ni Suzi? Imekwaje atembea na mume wako jamani? Njiani, hicho ndio kilichomfanya akaondoka hapa nyumbani. Ndio maana aliondoka na kiburi, kumbe alikuwa anajua anachokifanya, mshenzi kweli. Mimi nilikuambia tangu zamani tumfukuze hapa nyumbani. Kumbuka hizi mali zote ni zake mwanangu. Mama yake aliandika jina la mtoto wake. Usingejua na hatowahi kuja kujua maisha yake yote, na asirudi hapa nyumbani. Sawa mwanangu, nakuhamia mama mipango. Huyu atakuharibia ndoa yako. Mimi naona tumteke, ikibidi afetwe ana faida. Hilo ndio la maana sasa mama. Jamani, nimewakosea nini? Mbona mnanifanyia hivi? Wewe ndio kinara wa kutembea na wanaume za watu, utajuta leo. Mbona sina hata mchumba jamani? Huyo mume wa watu ni nani? Utajua mwenyewe, sisi tunafanya kazi tuliopewa, kwa usitusumbue sisi. Mama, mume wangu kanifukuza nyumbani. Kasema nisiende mpaka aseme yeye. Pole mwanangu, vipi kuhusu pesa sasa? Hata sijui nitawaambia nini mimi, na niliwaambia kesho asubuhi nawatumia pesa zao. Kesho nitaenda ofisini kwake niongee naye. Sijui tutatoa wapi mama, na wale majambazi wanataka pesa zao. Mwanangu, tumeisha sasa, tutafanya nini? Watatua wale. Nimechoka, tuende nikalale mama, nahisi hasira hapa. Sawa mwanangu. Tangu jana nampigia simu Suzi hapokei. Hivi atakuwa ameenda wapi? Ngoja niulize kama ameshakuja kazini. Hello, hivi Suzi amefika kazini? Kama amefika mwambie aje ofisini kwangu. Hajafika boss, wala simu yake haipatikani. Sawa. Madam, asubuhi ndio hii, kama utumi pesa zetu tunaenda kumwambia mume wako tumechoka kusubiri. Nivumilieni jamani. Nawaahidi kabla ya saa 8 nitakuwa nimewatumia zenu. Nivumilieni. Tunakupa nafasi ya mwisho. Hiyo saa 8 ikifika hujatuma pesa zetu, tunaenda kumwambia mume wako. Sasa nitafani nini mimi jamani? Pesa sina, mume wangu anitaki, nimekosea wapi jamani? Au haya ndio malipo? Nanangu, usiwe na mawazo, naenda kuongea naye, atatupa tu hizo pesa. Sawa mama, jitahidi na kuomba. Kwani wale majambazi wamekupigia simu? Ndio amenipigia, wamesema wataenda kumwambia mume wangu kila kitu. Usiwe na wasiwasi, atanipa tu. Hawatotusumbua tena. Na kuamini mama yangu. Yaani kama ukiweza kulia wewe, Lia akupe hizo pesa. Sawa kipenzi, ngoja niende nisije nikachelewa, si unajua foleni. Sawa mama, safari njema.